chakula kitatundu. Unaona sasa alifikia wapi? Aliona kwamba vile mhubiri anasema mambo yote chini ya jua ni ubatili mtupu. So ukipata shukuru, ukikosa Bwana Yesu asifiwe. Amen. So jua before you are born, before, not when. God already knew his purpose for your life. Bwana Yesu asifiwe. Amen. God's call requires a response. So Mungu anakuita katika sehemu fulani. Na wewe unajua kwamba you can do something. You can teach. You can sing. You can embrace the Great Commission and you can do it. So we keep the verse. Amen. So go and do it. Si ati mapasta wenyewe wanaita peke yao. Hata wewe na mimi. You must first have your heart. Najua pale kwa moyo, si ndio mambo yote tunayaona kwamba yanaanzia hapo ndio atoke nje. Si ndio? So, linda moyo wako. Kuliko vyote unitake. Bwana Yesu asifiwe. So before God places something great in your hands, he must first have your heart. Anateka moyo wako. So ujiulize moyo wako una nini? What is God calling me to do? Ndio ameniambia go. Bwana niende kufanya nini? Usijiite mwenyewe, ita na Mungu na vile anakuita sasa. Nani anaweza kujibu hilo swali kidogo? What is God calling me for? Nifanye nini? Mmoja tu sio sitaki chorus. That song is heavy. Tunaimba tu kwa sababu ya kuimba. But that is for this lesson. In fact, for this side. Kwa nini nimeenda asogili hapa ni west, east, I don't know. Haya. Na tutakuwa tukiimba sote akiongoza tuendelee. Sasa hii hata anza peke yake. Tunaenda sote, si ndio? Usimfanye ataanza kutoka before sisi tuingie. Amen. 1 2 sing. Yafanya tulianya yakasifanya ya Bwana yafanya yakasifanya kazi ya Bwana. Fanya hanya ya Bwana ya kazi, fanya kazi ya Bwana, tafanya fanya kazi, fanya kazi, fanya kazi ya Bwana, tafanya fanya kazi, fanya kazi, fanya kazi ya Bwana.
Your country is your life. Your country is your surroundings, your environment. So let's ask ourselves, what does our country represent? Our country represents comfort. Pale unaishi. That is your country. Your country represents familiarity or knowing or knowingness. Yaani hata ukifunga macho, ukiambiwa leta sahani, unafunga macho, unaenda unapika. Mahali unajua. Kama ni kazi zote unataka zile ambazo uko familia nazo. That is your comfort zone. Security and safety. Security and safety. That is your or my comfort zone. Mimi kuondoka kwa mama yangu na baba yangu kwenda kuhubiri injili Sangeni, siwezi. Siwezi. Mimi niko hapa. Niko nyumbani kwetu. Nyumba yetu ina hiki. Pale Sangeni kama ni siku wiki tunatakiwa kupakiti. Lakini hapa tunaweza kujisafu mwenyewe. That is a comfort zone. Amen. Security, chakula. Hapa tunakula vizuri. Sasa kuhubiri injili mahali hakuna chakula. Sasa kwenda mahali ambapo ni kwenda kwa miguu, ni kali. Siwezi. Unashikilia na comfort zone. Routine and system. Najisikia kwamba hapo sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. So ngazi ya kwanza, kujitimiza. Yaani aone kwamba hiyo ni self actualization. Kufikia uwezo wake kamili, kutimiza kusudi na vipawa alivyopewa. Yaani anajitimizia mambo yake ili asikie kwamba ako sawa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jambo lingine, heshima na kujithamini. Esteem. Heshima na kujithamini. Anasikia kwamba ako sawa mwanadamu. Huyo Abraham akasema tena upendo na mahusiano. Kuna wengine hapa wamejitia kitanzo wakisema sipendi. Mimi naona sipendi. Tumeona hata ndoa nyingi zimevunjika kwa sababu upendo ulitoweka. Lakini kumbe hiyo it is one of our items in the comfort zone. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Familia, rafiki, upendo, ushirika na kuwa sehemu ya jamii. Kama hujahusishwa, kama hujapendeka, unaona kwamba it is hell. Lakini kama unapenda, unajisikia yes. Nimekubalika katika familia hii. Nimekubalika kwa huyu rafiki yangu. So ingine ni usalama. Ama safety and security. Tulizungumza. Lakini Abraham aliweka kama one of the needs. Maana kuna ulinzi unahitajika, afya inahitajika, makazi, kazi na usalama wa maisha. Kuna wengine hawajaja hii conference. Wakisema mimi kama mlala chini out. Mimi nataka kukaa kwa kitanda changu. Godoro nzuri. Those are some of the needs. Abraham aliandika. Number 5. Mahitaji ya msingi ya mwili. Mahitaji ya msingi wa mwili. Physiological needs. Ambapo ni chakula, nimezungumzia mbeleni, chakula, maji, usingizi, hewa, mavazi na makazi. Nimeenda vile? Chakula, maji,
maji. Niende kushusha. Mpendwa makofi. Pale mjini anatoka wapi? Pigia Bwana makofi. Amen. Yanatoka Kisheni na Kisheni, maji ya Kisheni, maji ya Kisheni, lakini tena ana afya. Amen. Haya mambo yalitajwa na Abraham Maslow. Usingizi, nataka ulale mpaka usingizi ukujua kwamba ulilala. Ukiamsha hata hutaki kuamka. Bado hapo kwa waduve kama blanketi. Mavazi, makazi, mahali naishi. So those are the items regarding comfort zone. Amen. In English, physiological needs. It is food, water, sleep, and shelter. Na nyumba ya kweli pengine nzuri kuliko pale mnaambiwa mwende kuchapa Injili, nasema mimi siwezi. Una program zako ambazo